Blonde la kutisha la kimapenzi lilimeza familia. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida, ule wa aina ambayo upepo huongea kwa sauti ya ajabu kana kwamba kuna siri imefichwa ndani yake. Ndani ya jumba kubwa lililokuwa pembezoni mwa mji, familia ya Mokalinga ilionekana kuwa ya furaha, yenye utajiri na hadhi, lakini hakuna aliyejua kuwa ndani ya kuta zile kulikuwa na kivuli cha mapenzi kilichokuwa kikisubiri kuharibu kila kitu. Alikuja kama upepo laini, mwanamke mrembo mwenye nywele za blonde zilizong'aa kama dhahabu chini ya mwanga wa taa. Aliitwa Vanessa. Hakuna aliyejua alikotoka, lakini kila mtu aliyemwona kwa mara ya kwanza alihisi kuvutiwa naye kwa namna isiyoelezeka. Tabasamu lake lilikuwa na nguvu ya kuvunja mioyo, na macho yake ya bluu yalionekana kusoma fikra za mtu. Alikutana na Kelvin Mokalinga, kijana wa kwanza wa familia hiyo, katika hafla moja ya kifahari. Kelvin alikuwa mtu mwenye mafanikio, mwenye biashara zake na heshima katika jamii. Lakini siku ile alipokutana na Vanessa, maisha yake yalibadilika ghafla. "Samahani, tunaweza kucheza?" Vanessa aliuliza kwa sauti tulivu iliyobeba mvuto wa ajabu. Kelvin hakujua ni kwa nini alikubali bila kufikiri. Mikono yao ilipogusana, alihisi kama kuna umeme uliopita mwilini mwake. Walianza kucheza, lakini kwa Kelvin dunia yote ilisimama. Hakukuwa na muziki tena, kulikuwa na yeye na mwanamke huyo tu. Kutoka siku hiyo, Vanessa alikuwa sehemu ya maisha yake. Ndani ya wiki chache, alimleta nyumbani kwa familia yake. Mama yake Kelvin, Bi Rehema, alimchunguza Vanessa kwa makini. "Kuna kitu si cha kawaida kuhusu huyu msichana," alizungumza polepole baada ya chakula cha jioni. Lakini Kelvin hakuwa tayari kusikia. "Mama, ninampenda. Huyo ndiye mwanamke niliyemtafuta maisha yangu yote." Lakini mapenzi hayo hayakuwa ya kawaida. Kadri siku zilivyopita, mambo ya ajabu yalianza kutokea ndani ya jumba lile. Kaka mdogo wa Kelvin, Brian, alianza kumchukia Vanessa bila sababu ya kueleweka. Alidai kuwa kila alipomwangalia aliona kitu tofauti kabisa, kama sura yake ilikuwa inabadilika kwa sekunde chache. "Sikilizeni, huyu si mtu wa kawaida," Brian alisisitiza. Lakini hakuna aliyemsikiliza. Baada ya miezi miwili, Vanessa aliolewa na Kelvin kwa sherehe kubwa iliyovuta macho ya wengi. Ilionekana kama hadithi ya mapenzi ya ndoto. Lakini ndani ya ndoa hiyo kulikuwa na siri nzito. Usiku mmoja, mama wa Kelvin aliamka kusikia sauti za ajabu kutoka chumba cha wanandoa. Ilikuwa kama mtu analia kwa maumivu, kisha kucheka kwa sauti ya kutisha. Alisogea karibu na mlango, lakini kabla hajagonga, mlango ulifunguka ghafla. Vanessa alisimama pale, macho yake yakiwa mekundu kwa sekunde chache kabla hayajarejea kawaida. "Unahitaji nini, mama?" aliuliza kwa utulivu. Bi Rehema alihisi baridi kali ikimpitia. "Nilisikia kelele." Vanessa alitabasamu. "Labda ulikuwa unaota." Lakini siku zilizofuata zilikuwa mbaya zaidi. Kelvin alianza kubadilika. Alikuwa kimya, mwenye hasira, na wakati mwingine alionekana kama mtu mwingine kabisa. Alianza kujitenga na familia yake, akikaa muda mwingi na Vanessa pekee. Ndani ya nyumba hiyo kulianza kuwa na hali ya hofu isiyoelezeka. Siku moja, mfanyakazi wa ndani alipotea ghafla. Hakukuwa na dalili yoyote ya alipoenda. Polisi walikuja wakachunguza, lakini hawakupata chochote. Vanessa alionekana kuwa mtulivu sana, zaidi ya kawaida. Brian alianza kuchunguza kwa siri. Usiku mmoja aliamua kufuatilia Vanessa. Alimuona akitoka nje ya nyumba usiku wa manane, akienda kwenye msitu mdogo uliokuwa karibu. Alimfuata kwa tahadhari. Ndani ya msitu huo, alichokiona kilimfanya damu yake igande. Vanessa hakuwa peke yake. Alikuwa amezungukwa na kivuli kama cha moshi, akizungumza kwa lugha ambayo Brian hakuwahi kusikia. Mwili wake ulianza kubadilika, nywele zake zilikuwa ndefu zaidi, macho yake yakang'aa kwa mwanga wa ajabu. Na mbele yake kulikuwa na kitu au mtu aliyekuwa amelala chini, asiye na uhai. Brian alikimbia bila kuangalia nyuma. Asubuhi yake alijaribu kumwambia baba yake, lakini kabla hajamaliza kuelezea, Vanessa aliingia sebuleni. "Brian, kwa nini unaonekana kuwa na hofu?" aliuliza kwa tabasamu. Brian alinyamaza. Hakujua kwa nini, lakini alihisi kama hawezi kusema chochote. Ndani ya siku chache, Brian naye alianza kubadilika. Alikuwa mtulivu kama Kelvin. Familia hiyo ilianza kupoteza uhai wake. Bi Rehema alikuwa mtu pekee aliyebaki akijaribu kuelewa kinachoendelea. Alikwenda kwa mzee kutoka Mkongwe Product. Unga huu ni mzuri, unafaa kuwalisha kwa watoto na hata watu wazima. Karibuni sana, tutumie unga huu. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkongwe Products.
umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi 3,000 tu. Wasiliana nasi sasa 0716283088 au 0687223115. Mkolwe Products. Help us to help you. Mmoja wa kienyeji aliyekuwa akijulikana kwa hekima yake. Mwanamke huyo si wa kawaida, mzee alisema. Ni kivuli cha mapenzi, aina ya kiumbe kinachotumia mapenzi kuingia ndani ya familia kisha kunyonya roho zao polepole. B. Rehema alitetemeka. Ninawezaje kuwaokoa watoto wangu? Mzee alimtazama kwa huzuni. Ni vigumu sana. Lakini kuna njia moja lazima ukabiliane naye usiku, wakati nguvu zake ziko juu. Lakini kuwa tayari kupoteza kila kitu. Usiku huo, B. Rehema alijizatiti. Alipoingia kwenye chumba cha Vanessa, alimkuta akiwa amesimama mbele ya kioo akicheka polepole. Nilijua utakuja, Vanessa alisema bila kugeuka. Umetufanyia nini? B. Rehema aliuliza kwa hasira na hofu. Vanessa aligeuka. Sura yake haikuwa ile aliyokuwa akiijua. Ilikuwa ni mchanganyiko wa uzuri na hofu, kama kiumbe kutoka ndoto mbaya. Nilichukua kile ninachohitaji, mapenzi yao, nguvu zao, roho zao, alisema kwa sauti nzito. Waache. B. Rehema alipiga kelele. Lakini ilikuwa imechelewa. Ndani ya sekunde chache, kivuli kilimzunguka B. Rehema alijaribu kupigana, lakini nguvu zake zilikuwa ndogo sana. Siku iliyofuata, jumba la Mwakalinga lilikuwa kimya kabisa. Majirani walishangaa kuona hakuna anayekuja wala kutoka. Baada ya siku kadhaa, polisi walivunja mlango. Walichokuta kilikuwa cha kutisha, hakukuwa na mtu yeyote ndani ya nyumba hiyo. Lakini kila kitu kilikuwa mahali pake, kana kwamba watu walitoweka ghafla. Hakukuwa na dalili ya Vanessa pia. Lakini kwenye kioo kikubwa cha sebuleni, kulikuwa na alama ya midomo ya lipstick na chini yake kulikuwa na maandishi. Mapenzi ni mwanzo, ina mwisho. Na mbali na mji huo, kwenye hafla nyingine ya kifahari, mwanamke mrembo mwenye nywele za blonde alisimama peke yake, akitabasamu kwa mtu mpya aliyekuwa akimkaribia. Je, tunaweza kucheza? Aliuliza. Na hadithi ilianza tena. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.